Zolfu hali Mwambino, Zolfu hali kushnush, wanasema kushnush hotahe. Sasa hivi ndio tuwaone marafiki wa karibu wa Mwambino, walikuwa nakula hela ya Mwambino, walikuwa wanafurahia maisha ya Mwambino, walikuwa wanazunguruka na kuhang out na Mwambino, kina Jux kina nani, wakati wao kurudisha fadhila. Ndugu yetu Zolfu hali mwenye nyumba anataka kodi, ofisi imefungwa, kufuturisha anashindwa, anapapatika. Leo mwenye nyumba akaenda kumpa mkataba asome kipengele cha 47 kinasemaje. Lakini hayo ni mapito ndugu yangu, mimi naamini ni mapito unapitia, utarudi kwenye mstari. Niliwaambia kila kitu kina mwanzo, kati na mwisho. Kushnei. Lakini hutaki kucheka binadamu mwezi wako kwenye matatizo. Na kuombea dua Mwambino, mambo yakae sawa, mambo yakae vizuri inshallah. Mwezi unaokuja, mwezi mwingine wa Ramadhani, utufuturishe. Maana tulizoea kwenye 10 la mwisho unafuturisha. Nikaambiwa mwenye nyumba saizi ndio yuko nyumbani hapo mnanga. Zolfu hali Mwambino, Zolfu hali kushnush, wanasema kushnush hotahe. Sasa hivi ndio tuwaone marafiki wa karibu wa Mwambino, walikuwa nakula hela ya Mwambino, walikuwa wanafurahia maisha ya Mwambino, walikuwa wanazunguruka na kuhang out na Mwambino, kina Jux kina nani, wakati wao kurudisha fadhila. Ndugu yetu Zolfu hali mwenye nyumba anataka kodi, ofisi imefungwa, kufuturisha anashindwa, anapapatika. Leo mwenye nyumba akaenda kumpa mkataba asome kipengele cha 47 kinasemaje. Lakini hayo ni mapito ndugu yangu, mimi naamini ni mapito unapitia, utarudi kwenye mstari. Niliwaambia kila kitu kina mwanzo, kati na mwisho. Kushnei. Lakini hutaki kucheka binadamu mwezi wako kwenye matatizo. Na kuombea dua Mwambino, mambo yakae sawa, mambo yakae vizuri inshallah. Mwezi unaokuja, mwezi mwingine wa Ramadhani, utufuturishe. Maana tulizoea kwenye 10 la mwisho unafuturisha. Nikaambiwa mwenye nyumba saizi ndio yuko nyumbani hapo mnanga. Maisha haiwezekani tena. Maisha hayako tena. Yes! Yes! People are suffering. Yes!